Hello, habari za leo. Siku za nyuma hapa nilizungumzia kuhusu adui. Nikasema kwamba adui ni nani? Tabia za adui zikoje? Na mazingira ya adui ni yapi? Niweze kuyasema mambo haya. Najua unaelewa mambo haya, lakini tunakumbushana. Kwa leo niendelee kidogo sana. Nikazie kuhusiana na kitu hiki. Kuhusiana na huyu mtu ambaye ni adui. Juzi nilisema kwamba adui, kutokana na Biblia yenyewe, na Mungu anasema kwamba adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Tafsiri ya Biblia kutokana na neno hili ni kwamba ile neno nyumbani mwake, si kwamba watu wako unaoishi nao ndio maadui. Hapana. Ijapokuwa inaweza ikawa hivyo, lakini hiyo ni hapana na ndio. Lakini tafsiri yake kimsingi ni kwamba adui yako ni mtu ambaye yuko karibu sana na wewe. Mtu aliye karibu sana na wewe ndiye anayeweza kuwa adui yako mzuri. Kwa lugha nyingine ni kwamba rafiki yako mzuri ndiye adui yako mzuri wa kesho. Uliyehangaika naye, kampambania kwa njia moja au nyingine, kambeba mgongoni. Naposema kubeba simaanishi kumbeba kama mbeba mtoto. Namaanisha mtu kumbeba katika mazingira, kumtoa katika mazingira tata. Uliyetoa hata nguo zako za mwilini, ukampa, ukamvalisha, ukampa, ukamhudumia. Uliyekula naye sahani moja kama Yuda, unajua? Unakumbuka habari za Yuda? Uliyemshirikisha mpango yako kidhania kwamba ninamshirikisha rafiki yangu. Namshirikisha rafiki yangu mambo haya. Kwa hiyo uliyemshirikisha mipango yako ya ndani kabisa, siri zako. Uliyemuonyesha mambo yako ya kimaendeleo. Watu wanasema dili zako. Uliyemuonyesha na kumshirikisha dili zako. Usimtegemea. Uliyetengeneza mazingira makubwa sana ya kumwamini, kidhania kwamba huyu this is my best friend. Anayejua unapolala. Namaanisha nini? Nyumbani kwako, anapajua vizuri. Pajua vizuri kwa sababu huwezi kumhofia. Ushamtengeneza mazingira kwamba huyu ni rafiki yangu safi sana. Huyo ndiye adui yako mzuri wa kesho. Huyo ndiye anayeweza kuwa adui yako mzuri wa kesho, mbaya wako, hatari sana wa kesho. Na roho hiyo ya uadui inapomwingia, ya uhasi inapomwingia, inamsahaulisha kila jambo jema ulilowahi kulifanya kwa ajili yake. Inamsahaulisha kila wema uliotenda kwa ajili yake. Inamsahaulisha kila neno jema, neno zuri. Inamsahaulisha dili zote za dili katika Bwana. Dili zote nzuri za kimaisha mliwahi kufanya, uliwahi kumshirikisha, anasahau.
hiyo roho ikishamvaa huyo rafiki yako, hayo utatayasahau. Kwa maana hiyo, analoweza kulisema, analoweza kulitangaza kwa watu juu yako, kwa kuchafua, kwa kukashifu, kwa kuharibia jina, kwa kutangaza, asilimia kubwa ni wachache ambao hawataamini. Yaani hata atengeneze uongo wa namna gani, huyo rafiki yako mzuri kwa leo ambaye kesho akawa adui, hata aseme neno gani, usitegemee watu kuelewa, ila Mungu tu ndiye atakayeshuhudia mioyoni mwa watu. Usitegemee watu kukuelewa, kwa sababu walikuona kiwa Bennett nayo, kiwa ana kwa ana nayo, kiwa rafiki sana, rafiki mkubwa, shirikiana hivi na hivi, na muamini sana. Sasa leo roho ile ya Yuda imemwingia, ya uhasi na uchafuzi, ameamua kuwa adui yako. Analosema lolote lile, watu watatuchukulia kwamba ni kweli, kwa sababu huyu mtu anajua. Hata akisema kwake nyumbani, waga kuna hili na hili na hili, anakatengeneza mazingira yote machafu ya kuchafua. Watu wakuamini utakachokisema, utakachojitetea. Kwanza una haja kujitetea. Utajiteteaje? Utashinda wapi? Mpaka Mungu mwenyewe akutetee. Kwa hiyo watu wataamini yote. Huyo ni adui. Nasema habari za adui. Bwana Yesu aliposema kwamba adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake, alikuwa anakusudia hicho kitu. Mtu aliye karibu na wewe sana, rafiki yako sana, huyo ndiye anayeweza kuwa, asilimia kubwa iko hivyo, adui yako mzuri. Kwa hiyo ili kujitetea kwa watu uweze kueleweka, nyamaza kimya, achafue adui kama atakavyotaka. Msi Mungu, ili Mungu mwenyewe ashuhudie mioyoni mwa watu. Mungu mwenyewe ashuhudie mioyoni mwa watu, pasipo kujarisha hao watu ni waamini, ni watumishi wa Mungu, ni watu gani. Watu ni watu wa Mungu, na watu wana akili, wanapima, watapima kwamba hapana, haya yanayosemwa haya, huyu anayosema kwa mwenzake haya, anadanganya. Hao ni watu wa kawaida, hao wa kawaida kabisa, wala sio manabii, sio mitume, si wainjilisti, si walimu, si wachungaji. Wa kawaida watashuhudia kwamba hapana, huyu mtu ameamua kumchafua mwenzake, anadanganya. Hapo ndipo Mungu anapotuteteaga. Hapo ndipo ninapompendaga Mungu wetu. Hapo ndipo ninapompendaga Mungu. Nafikia hatua anawashuhudia watu ndani ya roho zao. Anashuhudia waziwazi kwamba hapana, angekuwa mbaya wake asingemfanyia hili, akamfanyia hili, akamfanyia hili, akamfanyia hili, akamfanyia hili, akamfanyia hili, na watu wanaona. Naomba nikwambie ndugu yangu, usichoke kutenda mema. Usichoke kutenda mema. Utalipwa kwa wakati wake, usipovunjika moyo. Usichoke. Na unapokuwa unatenda mema, watu wanaona. Mungu anaona na watu wanaona. Mungu anaona na watu wanashuhudia. Mashuhudia kwa macho yao. Siku moja Mungu atawatumia watu watakutetea bila wewe kujitetea dhidi ya adui yako. Nimalizie maneno haya. Nadhani kwa wale watumishi wa Mungu, wachungaji wenye muda mrefu kwenye huduma, unajua Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mithali kwamba zizi ni safi
kama hakuna kondoo. Zizi ni safi, ni jema, ni safi kama hakuna kondoo. Zizi tunalijua, kondoo tunawajua. Sasa kwa wale wachungaji ambao wamekuwa na kondoo wengi kiasi fulani, wana muda mrefu kwenye utumishi, maneno haya nayasema watanielewa watu. Watanielewa, lakini wale ambao kidogo wanaanza wanaweza kawa hawajakutana na changamoto za namna hiyo. Kwa hiyo watumishi wa Mungu walio wengi wameyakutana haya. Wameyakutana haya na yasema. Usihangaike kujitetea na kutia moyo. Usihangaike kujitetea. Kwanza the more kadri unavyopambana kujitetea, Mungu anaweza kukuacha ili uendelee kujitetea, usieleweke mbele za watu. Mimi ninachofanyaga, na nyamaza, sihangaiki na adui kubishana naye na hivi na hivi. Nasugua magoti namwambia Bwana. Alafu Mungu anaanza kutenda kazi kupitia watu wa kawaida. Watu wa kawaida kabisa. Mwisho wanamhangaisha adui. Mungu anawatumia watu wa kawaida wanamhangaisha adui kwamba hapana, ulichofanya hiki sio sawa. Ulichomfanyia mtumishi wa Mungu hiki sio sawa. Sio sawa. Alafu unayasikia. Hizo habari unazisikia, unampa Mungu utukufu. Mungu anamwadhibu adui katika njia ambazo hukutegemea. Kwa hiyo huna haja kuhangaika kujitetea mbele za adui au mbele za watu pale unapokuwa umechafuliwa na adui. Nimalize kusema hivi. Maneno haya yawatie moyo mnaoniangalia na kuyafuatilia. Hakuna mtu asiye kuwa na adui ya kutia moyo. Lakini hizi ni baadhi ya kanuni ambazo zinanisaidiaga mimi. Na zaidi ya yote, hata kwa viongozi wa serikali wanayakutana haya. Wenye mamlaka wanayakutana haya. Viongozi wa dini wanayakutana haya. Changamoto wanazikutana hizi. Walio vitani kama kule Kongo na Wazalendo na jeshi la Kongo FARDC na kadhalika. Viongozi wakubwa unavyoona hawa kama kina Trump, akina nani hawa kidunia, haya mambo wanayakutana sana. Lakini mwisho wa yote, kama mfalme Yesu aliyakutana akanyamaza kimya, Mungu akamtetea, mimi na wewe si zaidi? Sisi ni zaidi. Mungu atatutetea. Mungu atakutetea. Lakini chukua tahadhari zote namalizia hapo. Chukua tahadhari zote unapojenga urafiki na mtu. Chukua tahadhari sana unapojenga urafiki na mtu. Unaposema mtu, maana yake anaweza kawa ndani ya kanisa, ndani ya msikiti, ndani ya sehemu ya ibada, kwenye jamii, mazingira yako, sehemu za kazi, ofisini. Mtumishi wa Mungu mwenzako, unapojenga urafiki naye, uwe makini sana ukijua kwamba huyu leo ni rafiki lakini kesho naweza kawa adui yangu mzuri. Mungu akusaidie, maneno haya yakusaidie, na hizi ndizo busara na hekima za maisha. Shalom. Jirinde na adui. Amen. Bishop Kaenda Guza hapa naongea. Amen.